Bwana Yesu asifiwe. Takalete neno la Mungu kutoka kitabu cha Methali 10 mstari wa 25. Biblia inasema hivi: kisulisuli ikisha pita, asiye haki hayuko tena, bali mwenye haki msingi wa milele. Biblia inasema kwamba kisulisuli ikisha pita, mwenye haki hayuko tena. Hayuko kwa sababu gani? Atang'olewa na hayo majaribu, atang'olewa na hayo mateso, atang'olewa na hayo matatizo, atang'olewa na hizo shida. Hayuko tena. Atang'olewa kwa hiyo roho ya kukataliwa, atang'olewa kwa kukosa kuolewa, atang'olewa kwa kuachwa akilia. Kisulisuli kinapokuja ni huo ulevi, ndio unapokuja katika nyumbani kwako unaleta shida. Huo usharati unapoingia katika ndoa yako huvunja ndoa. Kisulisuli ni hayo matatizo. Kisulisuli ni kukosa kuolewa au kuoa. Kisulisuli huenda ikawa ni hayo mashaka, matatizo ambayo unayapitia. Kisulisuli huenda ikawa ni mambo mengi ambayo unayapitia, magumu, magonjwa, dhiki, matatizo. Hicho ni kisulisuli. Biblia inasema kwamba basi kisulisuli kikishapita, mwenye haki atasimama imara. Nahitaji ukapate kusimama imara, ni kwa sababu matatizo yako ulimwenguni. Najua kwamba Bwana, dhiki iko hata kwa kazi, ziko shida, lakini hata kama ziko, Mungu anasema kwamba kisulisuli kikishapita, basi mwenye haki atasimama imara. Najua kwamba baba yangu yuko, Kristo yuko, lakini kisulisuli ni lazima kitapita, na kikishapita basi mwenye haki atasimama. Nataka nisome kitabu kingine, kitabu cha Nahumu 1 mstari wa 9. Inasema hivi: mnawaza nini juu ya Bwana? Yeye atakayekomesha kabisa mateso, hayatainuka mara ya pili, hayataweza kuinuka tena mara ya pili. Anasema, lakini je, unawaza nini juu ya Bwana? Je, unawaza nini? Kile ambacho unakiwaza, je, ni kipi? Maana unapowaza, basi anasema unapowaza, yeye huingilia kati. Yeye husimama akasema kitu kwa sababu yako. Anasema, je, unawaza nini? Hata kama kisulisuli kiko, ni sawa, kiko. Hata dhiki iwe iko tayari. Je, kile unachowaza kwa Bwana ni nini? Je, kile ambacho unafikiria Mungu ni kitu gani? Maana mashaka yako, kukosa kuolewa, huwezi hujapata mchumba, ama ukipata unaachwa, lakini hiyo haijalishi. Biblia inasema kwamba kinapopita, mwenye haki atasimama imara. Na ukimwomba Bwana, anasema hayo mateso, hiyo dhiki haitarudi tena mara ya pili. Kwa hivyo ni wewe uamue kwamba irudi mara ya pili ama isirudi mara ya pili. Biblia inasema kwamba simama umwambie Bwana ya kwamba sihitaji haya matatizo, hii dhiki, haya mashaka yarudi tena mara ya pili. Na utakaposimama, basi magonjwa katika nyumbani kwako hayatarudi tena mara ya pili. Maana ni wewe pekee unaweza ukayasimamisha hayo matatizo. Ni wewe pekee unaweza ukasimamisha hiyo dhiki. Ni wewe pekee unaweza ukasimama na ukamwambia Bwana ya kwamba imetosha, imetosha, imetosha. Wana wa Israeli walipofika katika bahari ya Shamu, walikuwa wamevunjika moyo, lakini hakika katika kuvunja moyo kwao waliona njia ikitoka katika bahari ya Shamu. Nataka nikwambia kwamba njia iko, dhiki iko na njia iko. Ni wewe Bwana utakayesimama, ni wewe bibi utakayesimama, ni wewe mtoto utakayesimama, ufanyiwe njia. Maana anasema kwamba, je, unawaza nini katika Bwana? Simama vizuri. Nitasoma kitabu cha mwisho cha Isaya 62 mstari ni wa 6 hadi wa 8. Nimeweka walinzi juu ya kuta zako, Yerusalemu, hawatanyamaza mchana wala usiku. Ninyi wenye kumkumbusha Bwana, msiwe kimya, wala msimwache akae kimya, mpaka atakapowafanyia imara Yerusalemu na kufanywa kuwa sifa duniani. 8. Bwana ameapa kwa mkono wake wa kuume na kwa mkono wako wa nguvu zake, hakika sitawapa adui zako nafaka yako tena kuwa chakula chao, wala wageni hawatakunywa divai yako ulioifanyia kazi.
Biblia inasema kwamba Bwana ameapa ya kwamba ataweka ulinzi juu ya kuta zako. Sikia hiyo. Anasema ya kwamba atazunguka ukuta wako na ukuta wa moto. Na anasema ya kwamba basi hata ruhusu adui kula chakula chako. Hata ruhusu shida zingie tena kwako. Kwa maana umewaza zuri juu ya Bwana. Ukiwaza mambo mazuri juu ya Bwana, basi Bwana atakupigania, Bwana atakutetea, Bwana atasimama imara, apate kupigana na wale ambao wanapigana na wewe. Anasema kwamba ameapa katika mkono wake wa nguvu. Hata ruhusu adui wako achukue vitu vyako. Hata ruhusu adui wako achukue mume wako. Hata ruhusu mpango wa kando achukue mume wako. Hata ruhusu mpango wa kando achukue mke wako. Ni wewe Mungu, ni wewe ambaye nasema usimwache akanyamaza kimya, mkumbushe. Kile ambacho unataka wewe Mkristo au wewe ambao haujaokoka ni kumkumbusha Bwana ya kwamba Bwana anasema umkumbushe. Lile hitaji lako umkumbushe, yale matatizo yako umkumbushe kwamba nimechoka. Bwana atasimama imara. Ni wewe peke yake unaweza ukasimamisha hiyo dhoruba, ni wewe peke yake unaweza ukasimamisha hicho kisulisuli. Kisulisuli kiko, dhiki iko. Mwanangu, hata kwa kazi kuna kisulisuli, hata katika nyumbani kwetu kuna kisulisuli, lakini tunaposimama Bwana atatutetea. Simama imara. Inua jina la Mungu. Anasema kwamba umkumbushe, usiwe kimya. Usinyamaze kimya. Usinyamaze kimya. Baki kumwambia Bwana lile hitaji lako na Bwana atakutetea. Ni wewe utakayeondoa hiyo aibu, hiyo dhiki, hayo matatizo katika hali ya nyumbani kwako. Mungu akubariki. Ukihitaji utapata, ukihitaji Mungu atakufungulia. Mchungaji Kiraga, Mtangana Light of God. Bwana akubariki sana. Shalom, shalom, shalom. Asante.